and welcome to this special interview episode of Business Tuesday, where today we are privileged to have Rosa Wino, who will be giving us her story of how she ventured into cloth making. Karibu sana Rosa, ukiangalia tu kamera unaweza tueleza jina kamili? Yeah, asante sana kwa majina, naitwa Rosa Wino. Yeah, asante, nashukuru kwa nafasi ambayo nimepata tena wakati wa siku ya leo. Pauline kunikaribisha. Nimefurahi na nimesema shukran. Yes. Karibu sana kwenye show. Hii ni Business Tuesday ambapo tunapata nafasi kuita wale wameventure into different businesses. Wewe hasa unaweza tuambia ni nini unafanya? Yeah, katika ulingo wa biashara nashona vitenge kama hizo za dera, vitenge in style. Tunashona jeans, trousers, jeans shirts kama za Nigeria, shirts style, dress, jeans. Yeah. Umeifanya kwa muda wa unashanaje ama miaka ngapi umekuwa hapa? Okay. Biashara tulianza before COVID na ilikuwa inafanya vizuri. By then COVID ikaingia, ika-interfere. So tukakubali kukaa kama raia. Tukaweka kila kitu chini, tukingoja Mungu. Lakini kwa mapenzi yake tunashukuru, vitu zimeenda hivyo. Sasa tena tumerudi, tumeanza tuendelee na biashara, manake biashara ndiyo imetulea na hiyo ndio tunalea nayo. Yeah. Tukianza tu sasa, unaweza tuambia kwa nini ulianza biashara kama hii, of which tunaona kuna biashara mingi watu wanafanya. Wewe kwa nini uliona mimi sasa acha nianze kushona nguo za wanaume, nguo za wamama kama dera? Kwa nini ulianza biashara kama hii? Yes, nilianza hii biashara kwa sababu nilipenda sana art. Napenda design. Napenda kuwa creative. So niliona ni kitu mzuri ukifanya something different, kushona hizo jeans with design. Manguo clothes watu wanashona wengi, fundi wanashona suti, vitu kama hizo. But napenda jeans. At least ukuwe na kitu something different kwa wale wote sisi wote ni sisi wote ni mafundi, wengi ni mafundi, but sasa ina depend we ni tailor ina gani. We ni tailor wa kufanya nini, because vitu zote huwezi fanya. You will choose one category, so you will choose one and you will do one. Kama ni jeans mostly na hizo dera za vitenge. Yeah. Okay, so you can tell us how much capital did you really need to start up? Did it really hit your mind that now I want to venture into cloth making business, so I need to have such amount of money to start me off? Ama wewe ile tu ulikuwa nayo kidogo kwa mkono ndio ulianzia? Okay, naweza sema nilianza na kidogo. Especially nilianza na dera 2 na nilianza na jeans 2, shati na trouser. Nilianza hivyo kidogo pole pole. As I climb, sasa watu walianza kuona ile kazi ikiwa mzuri. So they started to give me a call. Wakuje waone, washoneshwe. So ni hapo ndio nilianzia kidogo kidogo nikipanda. But niliona uzuri wake before COVID-19. Yeah. Okay. Ilikuwaje kuanza biashara kama hii? Was it easy on your side ama kulikuwa na maybe uchovu? Ulikuwa unaona ni uchovu kuifanya ama kulikuwa na shida mingi ilikuwa inakukumba huo wakati? Yes, by then ilikuwa na shida mingi because nakumbuka nilitafuta mashini ya kulipa pole pole. But sasa unajua wakati umechukua mashini kwa mwenyewe unalipa pole pole hata kama ni second hand.
maybe the duration that may agree that I should pay on this amount on a certain date, a certain month, ilipita. Juu bado nilikuwa natafuta clients. Ikawa sasa nakuwa harassed. So unapata huko at peace at some point. Ilibidi sasa ninyenyekee kwa yule mwenzangu na niombe Mungu aendelee kumpoesha kidogo nikitafuta njia. Cause kama sisi wa mama unajua unakubali kutoka nje because maybe kukaa kwa nyumba umelemewa mambo mingi hivyo, so lazima ufikirie what next na ni nini unaweza fanya at least iku bring close na uweze ku brought something on the table at some point because we have children. So ilienda hivyo ku struggle hivyo ups and down, lakini mwishoe tulipatana, nikafanya ile kazi, nikakubali malipo ya polepole. Nilishukuru Mungu nilimaliza, kabaki na ile mashini, sasa naweza fanya kazi. Okay. Yeah. Is it the best decision you ever made, ama labda kuna regrets kwa nini niliamua kufanya kazi kama hii, haina mapato, haina faida? Can you tell us whether it's the best decision you ever made, ama? Yeah, there is a challenges, yes. That one I can't ignore. There is a challenges ahead. Everything we start or everything we begin to start, it has a lot of challenges down there because at first kama we ni fundi, ujue umefungua kiosk mahali, clients hawaja kujua, it will take you a lot of time or some months of period or I mean like half a year ndio sasa watu waanze kujua who is who na ni nini unafanya, understand? So hapo ilinichukua muda kitu kama half a year ndio sasa watu wajue ni kitu gani ninafanya. Watu waanze kukuja, watu waanze ku make calls. Saa zingine unaumia kwa kungoja because you know at some point hauna patience because ukiona hivi hauna pesa haitoshi. Unataka clients, unadhani unaweza mpata haraka, kumbe sio hivyo. Field work sio hivyo. It will take time. It will take some period of time, some period of months. Sasa inatakana ukuwe na a lot of perseverance ukingoja upon God, because hakuna biashara nitafungua leo kesho naanza kuikulia vizuri. Hapana. Mahindi ukiweka unaenda unapalilia, unangoja mvua, inanyesha, zingine pia zinakosa. So hizo challenges ziko kwa kila aina ya biashara. But sasa patience pays. Ni kunyenyekea tu mbele ya God na kuambia Mungu, ni wewe na nimekuachia. Ukiona kazi yangu ni mzuri, manaki kila mtu atabarikiwa na kazi ya mkono yake. So ilikuwa tu a lot of patience, ni kuomba tu Mungu na kungoja. So hiyo zubira uvuta heri. Nilingoja hivyo, nikaona Mungu amekuja kutenda. At least 2 3 walitokelezea. Kwanza nilianza na client mmoja, akaleta mwenzake, wakaitana. So nikawa nasikia vizuri because niliona ile time ilienda. Mungu alilipia ile muda ilienda. Sasa unajua wakati umegonjeka ama kitu imekuumiza, when a time came to recover, unasikia vizuri. Yeah. So ilikuwa my time to recover, nikasikia vizuri. Yeah, nikaanza kuona clients. Yeah. Okay, kuna swali challenging nitakuuliza, lakini tunaonanga mtoto akianza shule, there are steps lazima fuatilie to get to the better or best handwriting. Anaanza na scribbling, anaanza kuandika letters, then sentences, ndio maybe aanze kuandika composition. Sasa mwalimu anaweza soma vizuri. Yes. Unaweza tuambia wewe ulipoanza kazi yako ilikuwa perfect, ilikuwa fantastic, ama kulikuwa na changamoto kidogo, labda umetengeneza vizuri, labda hujatengeneza vizuri, na how did your clients take it? Yeah, kawaida with a human being, nasema Pauline, kasoro iwezi kosa kabisa, cause mimi mwenyewe siko perfect. It's only God is perfect. Yeah.
As a human being, we give a try. That is all I can say. I have to give a try. Hata mtoto akianza kutembea anaanguka, anasimama, unamwambia pole, kesho ana learn. So you learn along the way. Because mistakes zingine umepiga usi, kuna venye hiyo uzi haijashika, kuna venye umeka zip, hiyo zip imeenda na ule ikatoka, anarudisha immediately, anakurushia nguo hapo. Ni nini hiyo kazi imefanya, nipatie pesa. So, unakuwa mpole, humble, unasema oh there's a mistake somewhere, I did a mistake somewhere, I'm very sorry madam, or you know. So unakuwa na good terms, understand ule jamaa ama ule dada, lazima uhambo because we unataka kazi. So siwezi ongea roughly ama nimwambie after all chukua vitu, hapana. So I try to humble myself so that I can solve this problem in a good manner. Sasa hizo challenges ziko, unapata nguo umetengeneza, ameenda ama amevaa imeraruka mahali, imefanya uzi imetoka, anakuja anakurushia hapo. So hiyo challenges nilikuwa nayo because as much uja experience sana, ujafanya sana kazi, kuna vitu zingine utapatikana na makosa. Kabisa. So iko hivyo. So unaweza tuambia what takes you to be a business owner, or how does it feel to be a business owner? Is it the best decision you ever made? Now what challenges do you face as a business owner? As a business owner, the challenges which are there, at some point maybe you want to go outside, or you have some commitment somewhere else, or there's something maybe in the family is going on, so you have to be there and sort the issues. And maybe you have already communicated with the clients, and you have told them that tomorrow come at 10 you'll pick your item. He came, he will find you nowhere, the door is locked, you are no longer there. He will start calling you with shouting, you know. So as a human being, unamsikiza, then atatulia tu, but ujue amepiga kelele. Amepiga kelele on a serious note, because they doesn't want to wait, because anasema that is your alikupatia kazi, and yet you are playing with his mind. Why that? Why are you doing that? For them or for her or for she, something like that. So those challenges are there. So somebody like a teller, you can find you are going through difficult time at some point, but lazima you have to humble in everything and put God first in everything. God first, because you don't know who is who. You don't know who you are playing with. You don't know who you are communicating with. So people are different with characters and different things outside there, and you have to understand anyone. So you have to humble and put God first, because without God there's nothing much we can do, because tunaweza fight ngumi within no time, and that is not good. Yes. So for us to be business owners, or for you to be a good business owner, it calls for patience, humility, and maybe tolerance. Yes, correct. Okay. Yes. Asante. Tukiendelea tu, maybe umesema uko nyuma, labda ulikuwa umetengeneza nguo, ama umeambia customer kuje at a certain time, na maybe umekosa ama umekosa kumaliza kutengeneza nguo, maybe apige kelele na nini, then what keeps you going? As a human being, once again, it is only that you leave everything to God and get courage so that you can continue working. Be you. Trust God and be you. And because even if there is a bad things that are going on within your surrounding business, those challenges are there, and you have to face them. There is no way, any way that you'll no longer face them. You have to face them, and that is you, and that is you. So let us be you. Be you. You should know yourself. If you know yourself and you understand yourself, have a self-control and be wise, then things will move on, and we'll continue work, we'll continue be friends. Yes. Yeah.
So for one to be a successful business person, what really ni nini hasa inahitajika ndio labda biashara iendelee vizuri, ukwe na profit poa ama mapato mazuri? Okay, that one I can say you have to maintain the clients. Yeah. You have to maintain the client, and you have to be with a good relationship with the client. Yeah. So that one can make you go further, and whatever you are doing, your work can be genuine to others, and the way you handle people, the way you mingle with them, the way you welcome them, so they look at you, and unajua sisi ni kama I can say like we are just like a book. Somebody come to read the headline of magazine or whichever thing is there out, I don't know how we call it. So wanakuangalia very keen. So ukitampa tu na customer mmoja, it's like it's going to destroy their 100 behind, because you didn't know what you are doing. But if I may say that you have to try to be smart at some point. Yeah. When things are bad, or at some point unaweza toka kwa nyumba, maybe uko na zako, just leave them in your house before you enter, before you go out, before you leave out. So you should leave everything in your family, within your surrounding. Then when you are going at work, when you are going at your shop, be you, and just love. Yeah, just love. Assume that there is nothing is going on, so that you can handle this client of yours, or else we can lose many outside there because of challenges that we have. Rose, I understand you. Yeah. Rose, do you encounter fears in your business, as if there's this question of what if? What if they close, maybe the auctioneers come for this house or this room? Yeah. What if this happens? What if the amount of money I have reduces? Do you encounter such fears in your business, and how do you overcome them? Okay, like now things are very tough. Vitu zimekuwa hard hapa kwa ground. Pesa hatuna. Yeah. Tumekuja a time that even Mashylocks, they don't give money nowadays. So things are very tough. That one I can't lie. Yeah, tuko tu hapo by God's grace. We push by God's grace, but it is not all that easy with us outside there, because like now many people, majority, they doesn't have money, they doesn't have cash. At some point maybe client has given you a job, umemaliza, umehang, hakuji, umechukua pesa, umespenda, hakuji. So you ask what's going on, yet he doesn't have money. Ni nini utafanya? Unatakana ulipe that rent, you have to pay your rent, the place that you are working. So tunapitia changamoto mingi right now. Vitu hazijakuja sawa, uchumi is very hard, so things are not that easy. But we praying God that maybe things will work for us someday. We are hoping for that, and that is our prayer, because we need to work. Tunafaa kujenga uchumi yetu iendelee, but we can't build the uchumi when I'm inside the house. I have to walk out and look whichever that I can do outside there. Okay. So things are not right now, things are not easy with us. Yeah. Okay, so can you tell us how this kind of tailoring work you are doing has been beneficial in your life, as in how imekusaidia vipi kwa maisha hii kazi yako ya kutengeneza nguo? Well, imenisaidia before COVID-19. It has helped me a lot. Imefanya kuna vitu nimetengeneza, kusomesha watoto, kuna vitu nimefanya. Yes, so ni nzuri. Yeah. Okay. So unaweza tuambia what makes you proud of this kind of business you are doing? Ni nini unaifurahia kabisa kutokana na hii kazi yako? Okay. Anafurahia hii kazi juu ya client akipenda. Ukiwa na client na amependa kitu yenye nimetengeneza,
ata introduce another client. Na tena hiyo communication with the clients, it bring us close. So unafurahia ukiona client amekuja na another client, mtu mwingine amepita, ameona rinda mzuri, ameona jeans nzuri. Hiyo ndio inanifurahisha, inanirudisha back to the field, that so I can continue grow my business. Yeah. Okay, tunapata siku hizi biashara si kama kitambo where you could just have your items maybe in a shop and maybe wait for the buyers to come for them. What ways do you use to promote your business? Ni njia gani unatumia kupromote biashara yako? Okay, nowadays tuseme saizi hata kama unauza sukuma wiki mzuri, nyanya mzuri, kitunguu mzuri for example, tunafungua page Facebook, internet, online. Yeah. Kuna zile companies apps zenye tunaweza ingia tukifanya sales. So mambo na digital, that is all I can say. Mambo na digital imefanya kazi imekuwa rahisi. Hata kama siwezi nikakufikia we Pauline, nitakutumia sample internet, na ukipenda tutacommunicate na upate ile kitu unataka. So digital imekuja, imetufanyia vizuri. Yes. Wewe kama mwanabiashara, if you want to talk on behalf of other business owners, what challenges do you think other business owners go through in life? Okay, all is depends. The way you want to build your business, or the way you want to promote your business. So it is each and every one decision, whichever you make. But kitu iko right now hapa kwa ground, hii mambo na digital imesaidia sana wanabiashara, because tunaweza order vitu online, unaweza order nyanya, unaweza order anything you like. You can go to that app, then communication, it makes it much easier for everyone. So unapata watu wote saizi ulimwengu mzima inaingia digital. So hiyo pia it helps a lot. Kwa wale, maybe there are those people outside here who think maybe tailoring work doesn't pay or it doesn't have any benefit. Ni nini hasa unaweza waambia kutokana na hii kazi? Okay, right now kitu mzuri na tailor kama we Pauline, nimetengenezea we jeans na kuna mali sija fix vizuri, utanipigia simu nikuje mali huko, niangalie na tape measure, nichukue ile, hata kama uko busy nikuje pale, because that is my job. Nikuje nichukue niende nitengeneze. So unapata mnaongea na fundi one on one. Anaenda na correct that place, anakuletea ile nguo yako. So that is the goodness with the fundi. And again, saa zingine nguo yenye kitu yenye imetengenezwa kama dera ama jeans ama nini tunafurahia. Sisi pia tu promoteane here in Kenya, because ukiwa na kazi mzuri, nikiwa na kazi mzuri, nikuitie unipromote, nikupromote. So tukienda hivyo tuna build the society, na uchumi wetu ina grow. Unapata at least kuna mambo mzuri ya kuwasiliana na anybody, because kitambo hapa katikati nguo za China zimekuna zile ready made, but ukivaa utapata zinaenda run off. Saa zingine uzi imekimbia aje, saa zingine imechapwa tu hivyo, si mbaya pia, because kila mtu akona testi yake. Lakini saa zingine ukiwa na fundi na najua Kenya anafanya, I better go for the fundi. Yes. So labda ukitazama kamera, ni kama tujamaliza, bado tutakuja kuzungumzia nguo zenye umekuja nazo kwenye studio. Do you have any piece of advice for anyone watching us today? Awe ni mama, msichana, ama mtu yeyote tu. Kitu yeyote yenye mtu anafanya kwa maisha yake, hata kama unauza kitunguu, ukuwe na motisha ya kuipenda, itakupeleka mbali. Tulianza chini, tukakuja tukiwa tela, tukakuja wafanye biashara,
kuna mahali tulianza. Maybe nilianza na nguo ya mtumba, shati moja, blouse moja. Yeah. Nimetoka mbali, nimekata sukuma, nikakuja polepole. So toka hapo tu polepole, ukiambia Mungu akupatie new step further. Na Mungu atakupatia new step further, atakutransform na vitu zichange. So mimi nilianza kuna mahali nilianza na nilikuwa nauzanga mtumba, katoka hapo kenda nikasomea tela. Sasa niko hapo na ninafurahia hapo na bado ninaendelea. Asante Rose. Yes. Nimeona umetutembelea na vitu mzuri tofauti. Nimeona pale longi za wasichana, za wanaume na hata dera. Unaweza guza tu moja utueleze like material, unatoa wapi na labda maybe hiyo design. Yes. Kama hii ni dress jeans. Material nanunua tu and then napima wewe, nikishapima wewe size yako, mimi nakushona. Yeah. Yes. So hii ni dress jeans? Hii ni dress jeans. Yes. Hii ni size? Hii ni size 14. Okay. Yes. Asante. Yeah. Unaweza feel hii material si ya kawaida tu. Yeah. Hii material ni cotton. Yeah. Material hii natoa na nguo ya aina hii ni gani sasa? Hii ni dera. Ni dera cotton. Yeah. Yeah, ni dera cotton. Na ni cotton na ile type nzuri sana. Si transparent, si very light na si heavy. Yeah, iko tu hapo. Yes. So inashonea wamama. Tunashonea wamama, wasichana, tuko na designs mingi. Yeah, so kila mtu na design yake. So nikitaka kununua sasa utaniuzia pesa ngapi? Okay. Hii nikitaka kuuzia nitakuuzia 1500. Yes. Asante. So hii pia ni jeans trouser. Venye iko. So mtu akitaka each and every design that you want, hata kama ni ya mama, tutakushonea. Yeah. And then nyuma iko hivyo. Hivyo ndio inakaa. So hii ni ya vijana, kuna ya wazee na design yao, they are very smart. Yes. Hii ni shirt jeans, Nigeria design. So hata kama ni mzee, hata kama ni kijana, ukitaka design ya Nigeria style design shirt, ndio hiyo hapo. Okay. Yes. Yeah, hii ni another design, cotton shirt men. Yeah, so, but ukikuja na design yako pia tutaangalia, tukate material na tukushone. Yes. So hii umetengeneza on order ama? Yeah, hizi ziko on order. Yeah. So ni how much? Hii ni tao tu. Okay, asante. Okay. Yes. Haya. Asante Rose kwa kufika leo siku hii tuzungumze kidogo. Nimeshukuru sana kufika kwako leo Beyond Deals TV. Asante, nimefurahi. Okay. Nimesema asante Madam Pauline. Karibu tena. Yes. Okay, thanks everyone for having time with us. Remember always to keep it at Beyond Deals TV. She's been our guest, Rose Awino, and have been your host, Pauline Oyudo. Bye bye for now.